Karibu tena mtazamaji, katika sehemu yetu ya pili tuna makala yale ya ridhaa ya bunge, ambapo leo anaangazia mvutano wa mamlaka kati ya bunge la Seneti na lile bunge la taifa ambao unaendelea kuchacha kila kukicha. Katika utata ni kati ya mabunge hayo ukielekea mahakamani kutafuta suluhu. Bunge la Seneti linatuhumu lile la taifa kwa madai ya kupitisha sheria ambazo zinazohusu kaunti bila kuwahusisha. Mwanahabari Jeff Kirui na taarifa hiyo kwenye makala ya ridhaa ya bunge. Mvutano kati ya bunge la Seneti na lile la taifa ulifika upeo Jumatatu. Kiongozi wa wengi bunge la Seneti Kipchumba Murkomen akiwatuhumu wakuu wa bunge la taifa kwa kupenyeza miswada ambayo haijaidhinishwa na Seneti kutiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta. Matamshi ya Murkomen yakiibua majibizano makali kati yake na mwenzake wa bunge la taifa Aden Duale. We want that process and integrity of lawmaking to be restored, and the only way is by ensuring that all these laws are declared null and void. And I have faith and confidence that we are on the right side of history as a Senate, and that we are being guided by the Constitution itself. I'm not working in cahoots with the government. As a leader of majority of the largest coalition, I sit here on behalf of government. So not cahoot, I'm working for government. Uongozi wa bunge la Seneti unadai kuwa umefanya kila hali kutafuta mwafaka kati yake na bunge la taifa, hata kumhusisha Rais Uhuru Kenyatta, lakini yote kwao yamegonga mwamba. The Senate resolved that the Legal Affairs Committee of the Senate will do an audit of all the bills that have been sent for signature without the involvement of the Senate, and then we will go to court for a declaration that those bills are null and void for want of constitutional procedure. The Senate is prepared to push this to the wire. In the year before, the year of the election, we walked out on a mediation, and the Division of Revenue Bill collapsed and commenced again. We are prepared to go there. The people should have audited the process that the bill went through. Otherwise, it will always be an embarrassment for the president to sign laws and then always declared null and void on basis of procedural issues that would have been raised by his advisors. And there is no way the president of Kenya would sign any law if government legal advisor, the attorney general, tells him don't sign. Takriban miswada 7 inasubiri mwafaka kati ya mabunge hayo mawili, ukiwemo mswada wa ugavi wa mapato inayotoa mwongozo wa jinsi kaunti zitakavyopata fedha zao mwaka 2019 mwaka 2020. Mvutano uliopo ukihofiwa kuenda ukaathiri serikali za kaunti kwa kukosesha fedha kutoka kwa serikali kuu. There is no time lapse of declaring a law unconstitutional. If we find that for the last 6 years there are more than 50 laws that have been passed unconstitutionally and never passed through the procedure required by law, sadly, all those will have to be declared null and void. It will force Parliament to reconsider all those laws, and it will force them to be sent to the Senate. I mean, really, that then becomes a big problem. Ilivyo sasa, serikali za kaunti zinakodolea macho ukosefu wa fedha iwapo mabunge hayo mawili yatakosa kufikia makubaliano. Jeff Kirui, KTN News.